Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Amani ya Bwana wangu Yesu Kristo iwe nawe. Atukuzwe Mungu Baba aliyezifanya mbingu na nchi. Leo ni tarehe ya kwanza kabisa ya mwezi wa 6 mwaka 2025, katikati ya mwaka unakwenda haraka kabisa. Lakini basi leo kama ilivyo ada, tunaangalia tafakari ya neno la Mungu. Tunasikiliza tafakari ya neno la Mungu kama inavyoandaliwa na mchungaji Chris. Mimi ni Zawadi Machibia. Hii ni sauti ya Rhapsody inayotoka kwenye Rhapsody for Realities au Rhapsody ya uhakika. Basi ujumbe wetu hii leo unasema maneno rasilimali yako adhimu. Maneno rasilimali yako adhimu. Neno letu la msingi linatoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 37 ambao unasema, kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Wengi hutumia maneno vibaya pasipo kutambua thamani na nguvu yake. Hawazungumzi kwa usahihi. Kuzungumza kwa usahihi kuna maanisha kutamka kuendana na neno la Mungu, kusema kile alichosema Mungu. Waebrania sura ya 13 mstari wa 5 hadi wa 6, Biblia inasema, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, hata twathubutu kusema. Maneno ni vitu, yana uhai, yana nguvu, yana uwezo wa kuumba. Maneno huunda hatma, hufafanua uhalisia na huamua matokeo. Ukitaka kuelewa kwa nini maisha yako jinsi yalivyo, pitia maneno yako. Jisikilize mwenyewe. Maneno unayozungumza huamua afya yako, muonekano wako na hata maisha yako ya baadaye. Mawazo na maneno yako hayatengenezi tu maisha yako, bali pia hata muonekano wako wa nje. Hiyo ni kwa sababu mawazo ni maneno yaliyovikwa msamiati, na kila mtu ni akisi, ni picha ya mawazo yake. Hivyo, ikiwa maneno ni udhihirisho wa mawazo, basi maneno yako yanafichua tabia yako. Hakuna mtu anayeweza kuishi zaidi ya tabia ya maneno yake. Maneno yako yanakutambulisha. Umewahi kuwaona watu ambao daima huonekana na wasiwasi hata kama hawakukunja ndita? Nyuso zao zimebeba alama ya mawazo na maneno yao. Afya zao, hisia zao na hata sura zao huathiriwa na yale ambayo wamekuwa wakiyatamka na kuyafikiri. Hii ni kwa sababu maneno yako ni kani, ni nguvu inayoumba maisha yako. Unapozungumza maneno ya imani, ushindi, nguvu, mafanikio na afya ya kiungu, maisha yako yataendana na maneno hayo. Katika Mithali sura ya 15 mstari wa 4, Biblia inasema, ulimi safi ni mti wa uzima. Mithali sura ya 18 mstari wa 21, Biblia inasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 10, Biblia inaweka hitimisho kabisa kwa kusema, kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila. Hivyo zungumza maneno sahihi, kwa maana wewe ni matokeo ya unachokisema. Unachosema ndicho unachopata. Rejea Marko sura ya 11 mstari wa 23. Mungu asifiwe. Maombi. Mpendwa Baba, nakushukuru kwa nguvu ya maneno na uwezo wa kuzungumza na kuunda maisha yangu ya baadaye kuwa sambamba na mapenzi yako makamilifu. Maneno yangu yamejaa imani, nguvu na hekima ya kimungu, yakileta afya katika mwili wangu, furaha katika roho yangu
na mafanikio kwenye njia yangu. Ninatembea katika ushindi siku zote katika jina la Yesu. Amina. Basi masomo zaidi tunayapata kutoka katika kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari wa 21, Yakobo sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6, na Marko mtakatifu sura ya 11 mstari wa 23. Ni yangu matumaini kwamba Bwana wangu aliye hai Yesu Kristo amekubariki kwa hili neno la leo. Basi ukiwa na maswali ama una kitu unataka ufafanuzi ama unataka kuunga mkono injili songe mbele, usisite kuwasiliana nasi. Tuandikie ama tupigie. Tumia namba hii alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliye hai akubariki.